nimekuelewa vizuri. Na ukitazama ama ukifuatilia ile hotuba yote ambayo alizungumza jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania Masaju, alizungumzia sana kuhusu uhuru wa mahakama. Na kwa yale aliyoyasema, na alitaja kuhusu vigezo vya mahakama kuwa huru, mojawapo ikiwa ni usalama wa ajira zao, lakini mishahara na maslahi na vitu vingine. Ukitazama wewe, ndio sehemu yako ya kazi mahakamani, ziko huru? Ukisoma ibara ya 107 B kubwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inasema hivi: katika utekelezaji wa majukumu yake ya utoaji haki, mahakama zote hapa Tanzania zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na sheria. Lakini sasa unapojadili uhuru wa mahakama, ni lazima ujiulize, hiyo mahakama inaundwaje, inapatikanaje? Na haki, kuna msemo katika tasnia ya haki kwamba haki sio tu itendeke, ionekane ikitendeka. Sasa kama wewe una nasaba na anayekuteua ni mtu wako wa karibu, tunaweza tu tukasema huo uteuzi wako unatokana na huo ukaribu uliokuwa nao na sio vigezo na sifa. Kwa sababu nisikilize kwanza, kwa miaka mingi na kwa mujibu wa katiba, jaji mkuu wa Tanzania ni lazima awe miongoni mwa majaji wa mahakama ya rufani. Na majaji wote kwenye mahakama kuu na mahakama ya rufani wana umbele, kwa Kiingereza wanaita seniority. Seniority ni wale majaji wa mahakama ya rufani wa chini, kabla hajateuliwa kuwa jaji mkuu, yeye ndio alikuwa yuko chini kabisa. Maana yake kuna walio mbele yake wana uzoefu mkubwa kwenye mahakama ya rufani. Ungetarajia katika hali ya kawaida, kwa kuzingatia uzoefu tulionao, wale ndio wateuliwe. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, nchi zingine ambazo zinafuata mfumo wa utoaji haki katika jumuiya za madola wameshavuka katika utaratibu wa kuwapata majaji wa mahakama zao. Sisi bado tuna utaratibu wa zamani. Kwa mfano Kenya tu pale, ujaji mtu anaomba, yani zinatangazwa nafasi, watu wanaomba, wanaenda pale kufanyia usaili mbele kabisa ya umma, na umma unaalikwa kuja kutoa madukuduku yao, kashfa zozote ambazo wanadhani huyu mtu kwa kuwa na hizo kashfa hastahili kuwa jaji. Leo katika mahakama ya Tanzania tunao majaji wamezongwa na kashfa za ukandamizaji haki za watu. Wako majaji wana hiyo rekodi ya kuumiza watu, kubambikizia watu kesi, kudhulumu mali za watu, kula rushwa. Wapo majaji wa aina hiyo. Unawezaje ukawa na mahakama ambayo inatokana na majaji wa aina, tena ambao wanateuliwa na mtu mwingine? Na bahati mbaya au bahati nzuri, katiba ya Tanzania imempa rais mamlaka ya kuteua majaji, lakini halazimiki kutaja sababu za kwa nini kamteua fulani kuwa jaji. Ndio maana kuna kipindi rais wa awamu ya 5 aliwahi kumteua mkwe wake kuwa jaji. Rais aliwahi kumteua jaji kwa vigezo ambavyo havipo kwenye sheria, kwamba jaji aliandika mkwe madereka hapaswi kuteuliwa. Sasa hiyo ni sifa ya kuwa jaji? Na kama ana sifa za kuwa jaji? Naam. Kama ana sifa za kuwa jaji hafai kuteuliwa. Ndio maana nimesema licha ya kwamba ni mkwe. Ndio maana unaona tuna mahakama ya aina hii sasa. Kwa sababu wenzetu utoaji haki ni lazima watu wawe na confidence na huyo anayetoa hiyo haki. Kesho ukiwa na kesi dhidi ya huyo mkwe, alafu ile ni sehemu ya hiyo mahakama, unapata haki hapo? Kwani kuna ugumu? Kwani sheria zinasemaje kwamba sifa ya mtu kuwa jaji, kwa mfano wa mahakama kuu ya Tanzania, imetajwa kwenye ibara ya 109 ibara ndogo ya 7, na hizo sifa zimepitwa na wakati, ni sifa nyepesi mno. Ndio maana yani kwa vigezo vya kimataifa na kwa hapo tu Kenya, ukisema leo Mtanzania atoke aende akaajiriwe kwenye mahakama ya Kenya, unaweza usimpate hata mmoja. Mtanzania atoke akaajiriwe kwenye mahakama kuu ya Kenya kama jaji, unaweza usipate. Kwa nini? Sifa zetu ni nyepesi mno. Uwe na degree tu ya sheria, uwe na sifa ya kuwa wakili, uwe hakimu, au uwe na sifa ya kuwa wakili kwa miaka 10 mfululizo. Sisi tunakwenda mahakamani, kuna wakati unakutana na jaji hana background ya mahakamani kabisa, alikuwa sijui mkurugenzi wa kilimo wapi huko. Kesho mnaamka asubuhi kateuliwa kwa jaji.
unaingia mahakamani hata taratibu zile hazijui. Ndio maana nikasema mambo yanabadilika. Kama kweli tunataka tutegemee haki kama kichocheo cha ustawi wa jamii na uhuru wa mahakama uonekane, so huu wa kuashumu uonekane, tutangaze, waende pale watu wakashindane. Sio asubuhi tuamke Madeleka amekuwa jaji, ukichunguza ni mkwe wa rais, hata kama anazo hizo sifa, lakini kwa sababu kapewa bila ushindani, watu wana kila sababu ya kutilia mashaka uwezo wa huyu mtu kuwa kwenye hiyo nafasi na namna gani anavyoweza kuruka kihunzi cha mgongano wa kimaslahi. Lakini kama kuna chombo huru cha kufanya usaili kwa majaji, mchakato wa upatikanaji wa hao majaji upo huru, mtu hamuogopi rais kwamba anaweza. Kwa mfano leo, ili utoke mahakama kuu uwe jaji wa mahakama ya rufani, anayeteua ni rais. Okay. Sasa wewe kama unaamua mashauri mengi dhidi ya serikali, kila shauri dhidi ya serikali likija, hata kama ni kwa mujibu wa sheria, serikali inashindwa, rais anaona huyu hafai kwenda mahakama ya rufani, anakuacha. Lakini ingekuwa utaratibu wa kupata majaji wa mahakama ya rufani, utaratibu wa kupata majaji wa mahakama kuu, utaratibu wa kumpata jaji mkuu, ni utaratibu wa kuomba kazi, kwamba sifa zako, rekodi yako, uzoefu wako ndio utakao kuhakikishia wewe kupata ile nafasi au kuikosa. Nadhani kwenye swala la kuhakikisha uhuru wa mahakama tungekuwa tumepiga hatua sana. Lakini ingekuwa ni mahakama ambayo upatikanaji wake kwanza hakuna mtu yeyote kati yetu anautilia mashaka, hapo tungesema tuna uhuru wa mahakama. Hayo masuala mengine sasa, kwa mfano ya maslahi, posho za majaji, usalama wa ajira zao, namna gani wanapanda vyeo, hayo ni mambo ambayo yanakuja baadaye, kwa sababu mimi siamini watu wanakosa haki mahakamani kwa sababu jaji hana gari au ana gari bovu. Mimi siamini. Mimi siamini kwamba watu wanakosa haki mahakamani kwa sababu jaji hana bungalow starehe. Mimi naamini watu wanakosa haki mahakamani kwa sababu namna tulivyo iconstitute mahakama yetu, kwa maana ya upatikanaji wa hao majaji kwanza, umepitwa na wakati. Hiyo namna, utaratibu umepitwa na wakati. Ambacho wewe unapendekeza nini? Mimi napendekeza utaratibu wa upatikanaji wa majaji uwe ni utaratibu ulio wazi kwa watu kuomba kazi kwenye tume pengine ya utumishi wa mahakama, na ambayo itakuwa na yenyewe ni huru, na huo mchakato wa kufanyia usaili ufanyike wazi, wananchi waweze kuruhusiwa kupeleka taarifa za huyo mtu anayemtaka na vitu kama hivyo. Ule usaili ufanyike kwa wazi. Kwa hiyo anafanya usaili, anashinda, ndio anakuwa jaji. Okay. Hapo anakuwa kwanza ni huru, kwa sababu hakuna mtu wa kumfukuza pale, na kama ni kupanda cheo hategemei hisani ya rais ndio aje ampendekeze apande cheo. Vigezo vitawekwa pale kutaka kuwa jaji wa mahakama ya rufani, sifa ni hizi ambazo ni za uwazi. Wanaenda watu 80 pale, wanafanya interview au usaili. Kile chombo kinachofanya ule usaili, kinachosimamia ule usaili, kinaangalia vigezo na sifa za waombaji, alafu anapatikana mmoja au wawili, watatu, wanne kulingana na nafasi, anakuwa jaji. Okay, sawa. Tuangazie kuhusiana na uendeshwaji wa kesi na ucheleweshwaji wa kesi. Ndio. Tumesikia wakati anazungumza jaji mkuu Ndio. akizungumzia kuhusiana na swala la kuchelewa kwa kesi na kuwahi kwa kesi. Ndio. Mojawapo kuna huu mfumo